Msikilizaji wa somo la leo, karibu sana kwenye somo. Na leo kwenye somo usilolifahamu ni kwamba tutaenda kufahamu yale magereza 10 hatari zaidi kuwahi kutokea duniani. Nimekuwa nikifuatilia juu ya matukio ya mauaji na mateso yanayotekelezwa katika magereza duniani. Hii imenifanya kufahamu zaidi kwa magereza mbalimbali duniani yamegawanyika kutokana na aina ya wafungwa waliopo. Hii ikiwa na maana kuwa wafungwa wakorofi zaidi duniani kuwekwa katika gereza moja, na hali hii imepelekea magereza hayo kudubikwa na hali ya vurugu na machafuko. Hii ni hatari sana msikilizaji. Magereza haya yenye machafuko zaidi duniani ni maeneo ambayo wafungwa hupigana karibu kila siku ili kuwa salama au ili waendelee kuishi. Yamekuwa maeneo ambayo vifo na mauaji yamekuwa ni matukio ya kila mara. Mimi naitwa Clarence Aldo, karibu sana. Msikilizaji, tuanze na gereza namba 10, linaitwa San Quentin. Hili ni gereza lililoko katika jimbo la California huko nchini Marekani, ambalo limeanzishwa mwaka 1852 na linatajwa kama gereza kongwe zaidi California. Lakini licha ya kuwa gereza hili lina eneo la kuua wafungwa kwa kutumia gesi ya sumu, mauaji pekee yanayofanyika hapa ni kupitia kemikali zenye sumu, ambapo mhusika huchomwa sindano yenye kemikali hiyo. Hii ni hatari. Vurugu ni matukio yasiyoisha katika gereza la San, ikiwahusisha pia hata idadi kubwa ya walinzi. Miongoni mwa matukio yaliyowahi kuripotiwa katika gereza hili ni pamoja na lile la mwaka 2006 ambapo kulitokea machafuko yaliyopelekewa na ubaguzi wa rangi ambayo yalisababisha majeruhi ya wafungwa 100 na vifo vya wafungwa wawili. Imeelezwa kuwa gereza hili ni maarufu kwa kuwa na hali mbaya ya maisha, ambapo ripoti iliyotolewa mwaka 2005 ilitoa maoni kuwa gereza hili ni sehemu hatari zaidi kwa watu kuishi. Msikilizaji wa somo la leo, karibu tutazame namba 9. Gereza namba 9 linaitwa Bangkwang. Gereza hili linapatikana katika jiji la Bangkok nchini Thailand, na linafahamika zaidi kwa jina la utani kama The Bangkok Hilton. Hata hivyo, gereza hili ni eneo ambalo hakuna yeyote anayeweza kutamani kuishi. Gereza hili pia ni maarufu kwa kuwatesa wafungwa wake kila wakati, ambapo wafungwa hulundikwa katika vyumba vidogo vidogo na hukumu za vifo hutangazwa ndani ya masaa mawili baada ya kupelekwa eneo la mauaji. Msikilizaji, karibu tuangazie gereza namba 8. Tunaambiwa gereza namba 8 linafahamika kwa jina la Rikers Island. Hili ni gereza linalopatikana katika jiji la New York na lina historia kubwa sana ya wafungwa wakorofi. Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la John, ambaye alikuwa mlinzi katika gereza hilo mwaka 1991, aliwahi kusema kuwa kila wakati amekuwa na wasiwasi kutokana na vipigo na mauaji aliyokuwa akiyashuhudia gerezani hapo. Inaelezwa kuwa kutokana na historia ya vurugu na ukorofi wa wafungwa katika gereza hili limekuwa moja ya magereza yenye sheria kali mno duniani, ambapo mabadiliko mbalimbali yalifanywa na kusaidia kupunguza idadi ya wafungwa wakorofi ndani ya kipindi cha mwaka mmoja kutoka 1000 hadi 70. Msikilizaji wa somo la leo, karibu sana tuangazie pia gereza namba 7. Gereza namba 7 tunaambiwa linaitwa gereza la Alcatraz Island. Gereza hili linapatikana katika kisiwa cha Alcatraz mwishoni mwa pwani ya kisiwa cha San Francisco jimboni California. Inaelezwa kuwa gereza hili limewahi kufungwa miaka kadhaa. Limekuwa gereza linalowahifadhi miongoni mwa wafungwa hatari zaidi katika historia ya wafungwa duniani. Mmoja wa wafungwa maarufu katika gereza hili
alikuwa anaitwa Al. Inaelezwa pia kuwa gereza hili lilikuwa likifahamika kwa matukio ya vurugu ya kujaribu kutoroka kwa wafungwa, na tukio la aina yake linafahamika kama Battle of Alcatraz mwaka 1946. Hata hivyo, gereza hili lililazimika kufungwa mwaka 1963 tarehe 21 mwezi Machi kutokana na kuwa na hadhi mbaya pamoja na kuwepo kwa gharama kubwa kila mara za kushughulikia gereza hilo. Msikilizaji wa somo la leo, karibu tuangazie pia gereza namba 6 hatari zaidi duniani. Hilo linaitwa ADX Florence. Hili ni gereza linalopatikana Colorado nchini Marekani na limeundwa maalum kwa ajili ya kuwashikilia wafungwa wakorofi zaidi duniani, hasa walio na madhara makubwa katika jamii. Ifahamike kuwa makubaliano ya kisheria yalisitishwa mwezi wa 6 mwaka 2012 na wafungwa mbalimbali katika gereza hilo, usitishwaji ambao ulishutumu kuwepo kwa hali mbaya ya gereza hilo, ikiwemo kudhalilishwa kwa wafungwa na kuteswa. Msikilizaji wa somo la leo, karibu tuangazie gereza namba 5. Linafahamika kwa jina la Santa. Namba 5 inashikiliwa na gereza kutoka nchini Ufaransa lifahamikalo kama La Santa. Gereza hili linafahamika kama eneo la mateso ambayo wafungwa wengi wamejiua wakiwa wanatumikia vifungo vyao, ambapo mwaka 1999 wafungwa zaidi ya 124 walijiua. Vurugu katika gereza hili hazishikiki kutokana na wafungwa kuwa nje ya sero masaa 4 pekee kwa siku nzima. Hata hivyo, mfumo wa gereza hilo umefanya kuwepo kwa uongozi wa kufuatana, ambapo umepelekea baadhi ya wafungwa kuwa na nguvu zaidi kuliko wengine, hivyo kufanya wasiokuwa na nguvu kuwa na hali mbaya zaidi. Msikilizaji wa somo la leo, tuje tutazama pia gereza namba 4 linalofahamika kwa jina la gereza la Diyarbakir. Gereza hili linapatikana nchini Uturuki na inaelezwa kuwa mazingira ya gereza hili yamekuwa ya kinyama zaidi. Miongoni mwa matukio ya kinyama yaliyowahi kushuhudiwa katika gereza hili ni pamoja na kuwafunga watoto kutumikia vifungo vya maisha. Hii ni hatari sana. Hali ya vurugu katika gereza hili imekuwa ikishuhudiwa sana upande wa walinzi wa gereza hilo kuliko wafungwa wenyewe. Mnamo mwaka 1996 lilitokea tukio ambalo walinzi wa gereza hilo na polisi walimpiga mfungwa kipigo cha mbwa koko, tukio ambalo lilipelekea vifo vya wafungwa 10 na majeruhi 23. Msikilizaji wa somo la leo, karibu tuangazie namba 3, kwa maana ya gereza namba 3. Gereza namba 3 ni gereza la Sabanite. Gereza hili linapatikana nchini Venezuela, Marekani ya Kusini. Miundombinu ya gereza hili imejengwa kwa hifadhi ya wafungwa takribani wafungwa 15,000 pekee, lakini lina hifadhi wafungwa zaidi ya 25,000. Gereza hili pia lina wafanyakazi hafifu, ambapo kwa makadirio kila mlinzi mmoja wa gereza hilo anawalinda wafungwa 150. Kubwa zaidi, gereza hili linafahamika kwa matukio ya vurugu, na mwaka 1994 vurugu zilizohusisha mapigano ya risasi yalipelekea vifo vya watu takriban wafungwa 108. Na mwaka 1995 wafungwa zaidi ya 196 waliuawa, huku wafungwa 624 wakijeruhiwa katika vurugu zilizozuka katika gereza hilo. Msikilizaji wa somo la leo, karibu tuangazie gereza namba 2 linalofahamika kwa jina la gereza la Todmor. Hili ni gereza la kijeshi katika mji wa Poyangmin nchini Syria, na gereza hili linafahamika kama moja ya magereza yenye kunyanyasa zaidi wafungwa duniani. Kutunza muda, shirika la kimataifa la Amnesty International
vilieleza kuwa kila sehemu ambayo walilitazama inaonyesha kufanywa kwa vitendo vya kinyama kwa wafungwa wake. Msikilizaji wa somo la leo, karibu tuangazie gereza namba 1 kutoka kwenye ile gereza namba 10, na sahihi tutazame gereza namba 1. Gereza namba 1 ni gereza la Caruaru. Ni gereza linalopatikana nchini Brazil. Hili linatajwa kama gereza lenye vurugu zaidi duniani na ambalo lina matatizo mengi ya kiafya, ambapo ripoti zinasema kuwa kati ya watu 5 ndani ya gereza hili, mmoja kati yao ana virusi vya ukimwi. Msikilizaji wa somo la leo, tulikuwa tumeangazia juu ya magereza 10 hatari zaidi kuwahi kutokea duniani. Nimesema hapo awali, nimekuwa nikifuatilia juu ya matukio ya mauaji, mateso yaliyotekelezwa katika baadhi ya magereza duniani. Hayo ni baadhi ya magereza 10 ambayo pia leo nimekuletea. Mimi naitwa Clarence Alda, Facebook pamoja na Instagram. Asante. Somo la leo.